Wakili Peter Madereka amembana vikali inspekta wa jeshi la polisi katika kesi ya Wendy na wenzake, kesi ya uhujumu uchumi nambari 4521 ya mwaka 2026. Mnamo Agosti 7 mwaka 2026, kesi ya uhujumu uchumi nambari 4521 ya mwaka 2026 inayomkabili Wendy William Ishengoma na wenzake wanne imeendelea Mahakama Kuu Division ya rushwa na uhujumu uchumi pale jijini Dar es Salaam, ambapo shahidi wa pili wa upande wa jamhuri ambaye ni Inspekta Michael Mwakalikoma mwenye umri wa miaka 40 ameendelea kutoa ushahidi wake mbele ya Jaji Dr. Dafina Ndumbalo anayesikiliza kesi hiyo. Akiongozwa na wakili wa upande wa jamhuri, Inspekta Michael ameeleza mahojiano ya awali ya ushahidi kwamba examination in chief, kisha baadaye upande wa utetezi kupitia kwa wakili Peter Madereka na wakili Gray Godfrey Didan walipata kumuuliza shahidi maswali ya dodoso, yani cross examination. Shahidi alidai mahakamani kuwa kampuni ya Atlantic Microcredit Limited ambayo ni mshtakiwa wa tano ilikuwa ikifanya uragai kwa wateja wao kwa kuwaambia wanawekeza huku wakipewa faida ya 40% ndani ya siku 25. Hata hivyo, amedai kuwa pindi walipoojiwa washtakiwa kuwa wanawekeza fedha hizo kwenye nini, walisema kuwa ni kwenye biashara ya kuweza kubadilisha fedha, yani forex trading na sarafu za mitandaoni, cryptocurrency, jambo ambalo amesema kuwa walishindwa kudhibitisha pindi walipopewa kompyuta na internet. Alipohojiwa na wakili Madereka juu ya kama watu hao waliwekeza kwenye kampuni hiyo, walilalamika kuhusu kulagaiwa, ambapo shahidi alisema kuwa taarifa walizopata kwa Benki Kuu ya Tanzania, yani BOT. Hata hivyo, wapo wanalalamika lakini hawajui na hawakuweka kwenye ushahidi kwa sababu si sehemu ya ushahidi wake. Kuhusu utunzaji wa vielelezo, shahidi alieleza kuwa vielelezo hivyo alikabidhiwa mahakamani wakili wa serikali mkuu Mwaija, jambo ambalo Madereka alisema kwamba ataiomba mahakama apate nafasi ya kuweza kumdodosa aliyeleta vielelezo mahakamani hapo. Sasa tuanze kusikiliza mahojiano ya moja kwa moja ambayo wakili Peter Madereka pamoja na inspekta wa jeshi la polisi yalivyokuwa mahakamani hapo. Alianza wakili Peter Madereka kwa kumuuliza inspekta wa jeshi la polisi, akasema kwamba mweleze jaji, mara baada ya kukamilisha upelelezi vielelezo ulipeleka wapi? Shahidi akasema, nilikabidhi kwa inchaji wangu wa upelelezi na baadhi nilikuwa na asesi navyo. Sehemu ya vielelezo vilikuwa vinakaa jaradani, asamwa documentary evidence. Wakili Peter Madereka akamuuliza inspekta wa jeshi la polisi kwamba unakubaliana na mimi kwamba jarada la vielelezo lilikabidhiwa kwa waendesha mashtaka? Shahidi ambaye ni inspekta wa jeshi la polisi akasema, katika ushahidi wangu hakuna sehemu nilitaka. Wakili Peter Madereka akasema kwamba leo unajua ulitoa vielelezo kutoka kwa waendesha mashtaka? Shahidi akajibu ni sahihi. Wakili Peter Madereka akamuuliza tena kwamba tunaiomba mahakama itoe amri kwa huyu mwendesha mashtaka, kwa huyu aliyeleta vielelezo. Pamoja na hayo, Peter Madereka alioji juu ya rekodi na maelezo ya washtakiwa aliowahoji, ambapo alikiri kuwa kurekodi baadhi ya maelezo na yapo ambayo hakurekodi na mengine alirekodi kwenye notebook yake ambayo ameisahau ilipo. Wakili akasema kwamba ni sahihi,
ulioji washtakiwa na ulirekodi? Shahidi akajibu, kuna mahojiano ya mdomo na ya kuandika. Wakili akamuuliza tena shahidi, unataka kusema polisi anaruhusiwa kwa mdomo? Shahidi akasema kwamba professional. Wakili akasema mahakama inathibitishaje? Shahidi akasema kwamba kwa ushahidi niliotoa. Wakili akasema kwamba haya ya forex ukuona haja ya kuweza kuyaandika? Shahidi akasema kwamba niliandika kwenye notebook ambayo sikumbuki iko wapi, aidha juu ya kama kampuni hiyo imewahi kushtakiwa kwa kosa lolote. Alieleza kuwa hapana, ndio mara ya kwanza. Hakuna akikiri kuwa BOT haijawahi kuharamisha shughuli inayofanywa na kampuni hiyo. Sasa hapa wakili akaendelea kumuuliza shahidi huyu kwamba kama hawajakubaliana inakuwa ni kosa chini ya kifungu gani? Shahidi akasema, Mheshimiwa Jaji, sijasema kwamba kukata bima ni kosa. Misregulatory authority, yani mamlaka ya udhibiti ambayo ni BOT linataka taasisi za kifedha kuwa na bima. Wakili Peter Madereka akasema kwamba kuna mahakama imewahi kudhibitisha Atlantic kuweza kufanya shughuli za kihalifu. Shahidi akasema hapana. Wakili Peter Madereka akamuuliza tena, ni mara ya kwanza Atlantic inaletwa hapa? Shahidi akasema ndio. Wakili Peter Madereka akamuuliza kwamba kwa hiyo hii si uhalifu? Kwa hii si uhalifu? Shahidi akasema ndio maana nipo hapa kudhibitisha. Lakini hata hivyo maswali ya dodoso hayakufika mwisho kutokana na muda kuwa hafifu. Shauri liliahirishwa saa 12 jioni kasoro, na shauri hilo liliahirishwa mpaka mnamo Agosti 13 hadi Agosti 14 mwaka 2026 ambapo litaendelea tena mahakamani hapo, huku vielelezo vingine vikibaki chini ya mahakama na magari mawili ya Toyota Alphard yakirudi kuhifadhiwa ofisi ya mashtaka. Sasa hapa ndivyo ilivyokuwa katika kesi hii ambayo ilikuwa inamkabili Wendy William na wenzake ambapo wakili wa upande wa Wendy William ambaye ni mshtakiwa ni wakili Peter Madereka, lakini upande wa jamhuri walikuwa wanaongozwa na wakili ambaye niweza kumtaja hapo mwanzo. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaha mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali.